Welcome to the Musongo Tech. Kwenye video ya leo nitaelekeza jinsi ya kupata matangazo ya Google. Ili kupata matangazo ya Google AdSense unabidi utengeneze tu website. Kwa hiyo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza tu website kwa kutumia ChatGPT. Toka hapa. Tafungua Blogger. Blogger tutatumia theme hii. Tutakuwa blank page kwenye Blogger. Wote kuta hapa kwenye itakuta hivi kawaida kwenye Compose View. Bonyeza tena macha penseli hiki. Ndio kwenye mfumo nini HTML view. Kwa mimi nitatoa hapo. Kaja kwenye ChatGPT. Kwanza tutarudi tuanze ni image converter. Tuandika hapa create image beta. Create image converter tool. Tuandika hapa using HTML, CSS and JavaScript. Tuandika hapa ni JavaScript. Taacha hapo load. Bila malize. Tuache load malize. Wala nimetuletea hizi hapa chini JavaScript na script tag. Hizi hapa zenye div na maclass ya new. Hizi hapa zenye style tag zetu. Tutaingia huku tutaweka kwenye penseli, tutaweka hapa HTML view. Tutaweka hapa paste. Hapa nimekuja hivi. Nitafuta kwenye stop mode. Na simu yangu imezingua. Paste. Save huko. Nitaitoa. Publish nitaitoa kwenye stop mode. Kwa nini publish tayari post yetu? Tutaiangalia sasa. Tutacheki. Yani kama unatumia AI hizi tool kama hizi, asilimia kubwa sana kwenye Vim zetu inatokea zimu hivi imekata imepinda. Hii inasababishwa na Vim, yani hii tool inakuwa na default padding zake. Na hii tool inakuja na padding zake zingine. Kwa padding za kwenye tool ndio zinasababisha nini? Na ni template yako kwa hivi imekatwa kipande. Wacha kufanya rudi nyuma kwenye kodi zetu. Kwenye code tenga kwenye style ndio CSS, maana ndio muonekano wa theme yetu. Tutakuwa tunaangalia unabidi utoe padding. Hii hapa padding ya body hapa. Katoa padding ya ambayo ni 40 imeandikwa padding, unafuta yote. Unafuta padding kwenye body. Basi kama hapa naona ipo padding peke yake. Kama unazingatia utakuta na padding na display flex. Unafuta padding afu unafuta display flex. Ukifuta hapa una save. Save. Tutarudi tena tutaangalia page yetu. Umeona sasa hivi imejaa kio kizima. Kwa so hiyo ndo njia easy kabisa ya kufix. Kwa hiyo hapa tutatesti. Tutachukua picha yetu yote. Kama hiyo choose hapa conversion ijatoka iwe JPG iwe WebP iwe nini. Na niamba convert na narudi moja kwa moja. Tajua kama imekubali, tutaangalia hii extension yake mwisho inaisha na nini. Ya unaona bila kwenda kwenye downloads extension yake imeisha na mwisho JPG kweli. Tutaishikilia picha, tumeweza details. Hii hapa tunaiona hapa WebP. Iko tuangalie tu chapa format ya WebP na hapa ndio chapa WebP na kule ipo WebP. Tunaona kabisa ni convert kwenda WebP. Ni convert kwenda WebP. Kwa hiyo picha yetu ni convert kwenda WebP format.
Kwa hiyo ni njia rahisi kabisa. Na ili upate matangazo sasa unabidi utengeneze hizo tool at least ziwe 5. Ukitengeneza hizo tool at least zikiwa 5, unabidi utengeneza content ambazo zisizopungua maneno 800. Maneno yako ya ngapi? Ya maneno 800, na maneno yako yawe unique, maana usikopi kutoka sehemu nyingine yoyote. Kwa mfano kama ukitumia mfano AI kuandika au sprint with ChatGPT, kwa mfano font iandika hapa blog post of hii tool above tunaelekea 500 Tasubiria hapa irodi 500 itanuletea maneno 500. Tasubiria imalize. Subiria imalize maneno 500. Copy hapa unabidi tumia tool mbili. Kwanza kuna small seal na GPT-0. Tumia GPT-0, tuandika hapa GPT-0. GPT-0 inasaidia nini? GPT-0 inasaidia kudetect kama content yetu imeandikwa na AI. Kumbuka Google hakubali content ambazo zimeandikwa na AI. Yaani ukitumia AI kuandikia content au utapata approval milele. Kupata matangazo kwa kwenda kwa ngumu. Ukitumia AI utapata matangazo. Tuta detect hapa, detect text. Tutasubiria imalize. Tunaona hapa your test easy GPT, tunaona 90%. Kwa imeandikwa nini? Imeandikwa na GPT yote, wana maneno yote yameandikwa na GPT. Kingine vivyo tutatumia small seal tool kuangalia plagiarism. Tubonyeza hapa plagiarism checker SEO tool. Tasubiria hapa imalize. Tutapiga plagiarism checker, tasubiria by load plagiarism. Tasubiria mpaka ifika 100%. Subiria ifike 100. Tunaona hapa tunapajaza 3%. Kwa hiyo kama tunapajaza 3%, content yetu kwa asilimia kubwa ni unique. Kwa hiyo hii unaweza ukachukua ukaenda ukaitoa pajaza kama asilimia unique, ukapublish kwenye content yako. Ukapublish content upublish kuanzia 5, ukipublish tu zako 5, maneno yake yanafuata akiwa unique afu akiwa human related, unapata matangazo. So pajaza tunaona kama hii ndogo tu. Kwa utatafuta maneno ambayo yanaonyesha popularize, utaenda utanilem. So inabidi sasa nionyeshe jinsi ya kutoa ile AI detection. Kwa AI detection utafungua AI human test. Tunaandika hivi AI human test converter. Tutaitafuta hapa hii human AI test converter, tutaifungua hii hapa website yetu. Sasa hapa tunabidi tukaposti maneno yetu kwenye blogger kule. Tufungulie na blogger. Tufungua page mpya. Tutapaste hapa. Tutachukua maneno haya hapa, nitayacopy. Nitacopy. Tapaste test.
close yards, nitafunga na yards, nitatoa normal, nitaweka hapa, nitaini yes, naingiza hizo namba 42 94. Copy, kuja stia hapa, testi zote takuja ndani paste kwenye GPT-0. Nataka tuone score imepungua. Tuna haya maneno haya hapa juu ya reality kama imeandikwa na AI, maneno ya juu tunaona yote haya yampigwa rangi ya njano, maana kama imeandikwa na AI. Nataka nikusubirishie kama ile tu inatusaidia kuna dictation. Tutapiga tena, tunaona bado ile kama imeandikwa na AI. Tutatumia tena ile tool yetu. Tutatumia tofauti. Tutatumia advanced mode. Tutabonyeza hapa kwenye normal, funga advanced mode. Au tutabonyeza enhance kabisa hapo. Bonyeza enhance, tuta copy, tuta paste. Tuta enhance tena, tutapiga, tutaandika hizo namba 18 14. Tasubiria tena. Wanaitwa hayo. Paste. Afya liko mpaka huko chini, utafuta na haya yote. Haya yote tafuta, bwana yote rekopi. Sibi nifute tu haya yote. Nenda kwa mwana maneno ya juu ambao ni huko juu kipande hiki. Yanabadilika na kama nilikuwa na binadamu. Tabina tena. Ingia tena. Tafuta paste. Check tena. Tunaona angalia score. Tunaona score yetu imepungua. Unaona maneno ya juu yote mwanzo yalikuwa yanapigwa rangi ya njano, ndio kuna yaro na sasa hivi yameandikwa na binadamu. Kwa hiyo ndio njia rahisi kabisa. Kwa unatumia hivi, unaandikia hii, unakuja kunatia, inaonekana hivi imeandikwa na binadamu. Ukienda unaongeza tu sentence. Yaani lazima uongezee. Yaani lazima maneno uyaandike, yani uongezee, yani uwrite tena kwa kuongeza maneno yako mwenyewe binafsi. Unapata license vizuri, upate rejection yoyote. Mimi nipata license approval, ni kwa sababu rejection yoyote. Nitakuonyesha sample website ambayo nipata approval. Approval. Hii hapa ambayo ipo hapa mbele. Plonti. Biniandike hapa. Hii hapa website yangu. Hii website yangu na matangazo chini ya. Sibini fungue post yote uone kama kuna matangazo kweli. Mbona matangazo haya? Hotspot Google. Unaona matangazo haya. Yote haya.
kuna matangazo haya display Google. Unaona tu matangazo yote ya matangazo display Google. So ndio hivyo ndio kuzingatia kutumia ile niloekea nilotajia niloonyeshia zile application vizuri, kutumia vizuri unapata matangazo. Pia kwa mtu ambaye hawezi kutengeneza hizo script zitamshinda na advanced script ambazo nauza, na nimetoa maelekezo vizuri zaidi hapo kwenye course yangu ambayo nauza, ipo kwenye PDF, ipo kwenye format na script zangu 5 ambazo za PDF hizi chini 5 nauza. Kuna hii unaweza kwenye website yangu kazicheki. Kuna hii hapa hii nayo unaiuza, unaweza kaenda ukaingia ukaiangalia. Kuna hii ukatesti kabla hujanunua. Hii PDF compressor kama matangazo yana pia vizuri tu, unaiuza. Hizi wewe unaweza kwenye ChatGPT, jaribu tengeneza. Hizi ngumu hautaweza kufanikiwa. Kuna nyingine hii hapa utajaribu kuitumia kabla hujanunua, jaribu kwanza kuzitumia. Kuna nyingine hizo zote za PDF, unaona zina matangazo yanaonekana responsive mazuri kabisa. So subscribe, like na share. So pages yangu ya kununulia price yangu $5. Price yangu $5. Price yangu $5. Hii hapa page Msongo Tech. Price yangu ni hapa $5. $5 tu zangu hizi hapa. Mwekea vizuri tu. $5 utakuta. Then utapata kwenye product yangu utapata hivi vitu hivi hapa kwenye pale yangu product nionyeshe. Utapata mtadownload vitu hivi hapa vitatu. Kuna hii tool script ambazo kuna script nimeziweka zote. Kuna jinsi ya kupata matangazo ya AdSense hii hapa nimeweka nayo, na kuna compressor tool ambayo ndio template ambayo natumia mimi nao nitakuwa nimegea bure kabisa ambayo ipo customize. Kwa utafanikiwa ukinunua, utafanikiwa kupata vitu vitatu ndani kwa dai penda kununua. So bye bye.